Alikuwa na bwana huyo. Ukituangalia kwa nje ni watu ambao tunapendana sana. Niko alikuwa anaonyesha kwa nje, anaonyesha ananipenda, ananunulia vitu, ananunua vyakula, yani kila ninachokitaka yani ananipa. Yani tena kiona watu ndio wanafanya sifa kabisa. Yani kama yani ndio tupo mbele za watu hivi akaona watu wanatuangalia au labda wanasikiza tunachoongea, ndio utasikia mke wangu, hivi ile gari unajua bwana nilikwambia chagua gari nzuri, lakini mimi nashangaa unachagua gari ST gari gani zinachagua gari nzuri, matako ya nyani, sio kitu gani my friend. Rudini nyumbani, cha moto utakiona. Mkienda sisi sehemu za kula ukaagiza tu chakula labda cha bei rahisi, anakuambia mna bwana, mwanamke mzuri hutakiwi kula kirahisi rahisi, unatakiwa chakula cha maana. My dear, ukirudi nyumbani anaenda kukusimanga. Anaanza kukwambia mimi nilipokuwa naongea vile mbele za watu, mimi nilikuwa naongea tu ili nionekane kama mwanaume. Ungenibembeleza uniambie tu mwanangu, mimi napenda hivyo uonekane chini, mimi nionekane niwe juu. Sasa ni umekula kwa ile chakula, unategemea nini? Sijui ndani tutakula nini? Bili tutalipa na nini? My friend, mambo yakaenda hivyo. Sikujua kama mambo yatakuwa mabaya. My dear, asianze kunipiga. Akaanza nakwambia kunipiga. Sasa alipokuwa ananipigia akitaka kuniomba msamaha, ndiko ataniomba msamaha. Baba kuna yeye alikuwa nimemwomba atanipa. Labda kuna kitu ambacho nilikuwa nimemwomba atanipa. Wakati mwingine anaamka tu anafanya mambo yake ajabu huko, ukimuuliza au ukikasirika, unaona muamala kwenye simu umeingia 400,000, 500,000, milioni. Lakini my friend, hapo ni baada ya kuchezea kipigo, hapo ni baada ya kuchitiwa, hapo ni baada ya kulia, hapo ni baada ya kukuonyesha mfaya pepe. Sijui unaelewa vizuri. My dear, mimi nikaendelea kukaa. Sasa kuna kipindi akawa amezidi hanipi hela, hanifanyi chochote, ila najua sehemu nilikuwa nampatia kwa kupata pesa. Yaani kuna sehemu ambayo nilikuwa najua hapa lazima nitapata pesa ambayo yeye mwenyewe hajui. Hapo kwamba nipatia hiyo pesa. Nikasema hapa nitakaa kwa sababu yani nina malengo yangu, nina vitu vyangu ambavyo nataka nitimize my dear. Sijui unaelewa vizuri, nitaka nikakaa na kwambia nikawa navumilia kwa sababu najua ninachokipata. Nina shoga yangu huyo. Shoga yangu kindaki kila siku ana kazi ya kuniambia muache bwana wako, muache bwana huyo bwana anakutesa na kufanya nini. Nikawa namwambia mimi nina mipango yangu. Kwa sababu hapo kwanza kazi zangu, mambo yangu hapo nilikuwa nafanya, nilikuwa nasubiri, yani sikutaka niondoke niende nikaanze eti nipange chumba kimoja au niende nikae kwa marafiki. Nitaka tu nikitoka nianze nihamie kwangu, nianze biashara zangu. Kwa hiyo sikutaka kuondoka nani mbeka siku muache mwanaume akufanye, muache mwanaume akufanye. My friend, ghafla tu nikaona mwanaume ameanza kubadilika. Nikawa najiuliza nini, nikasema pote airport. Hapo karibu nishamalizia mipango yangu. Nikawa nikimpigia shoga yangu anaongea na naumia neno la pili, kanikatia simu. Nikawa najiuliza hapa kuna jambo gani hapa? Nikawa nasema hapana, nitajua tu. Akawa ananikatia simu, Siku hiyo naenda zangu TikTok, naenda zangu Instagram, nataka nimtumie reels, naangalia account yake haipo. Kuangalia nimeblokiwa. Naenda kwa WhatsApp nimeblokiwa, namba zake najaribu kupiga nimeblokiwa. Nikasema ni nini hicho? Nikasema haina shida. Sasa siku hiyo wakati bwanangu yupo nyumbani, akawa ameacha simu yake hapo. Akawa ameondoka. Ameenda tu chuoni, ameacha simu hapo, simu ipo on. Yani kama shetani tu. Nikawa nimechukua simu yake naishika. Sasa nimeshika simu yake, naona mtu anapiga. Ni profile picture yule dada anapiga. Nikapokea afu sikuongea, nikasikia mpenzi vipi? Huyo takataka ameshaondoka au bado anaendelea kungangania? Nikasema mimi takataka naendelea kungangania hapo, mpango wangu ishaiva. Nikasema baba bye bye. Nikaondoka, nikasema ngoja nimwache huyo kisirani chake. Sasa mimi niwaambie ni kipindi naamua hapo kuondoka. Huyo baba alikuwa akapata sijui ni gonorrhea, sijui alikuwa akapata kitu gani nakwambia. Nilikuwa namuona anahangaika na dawa huko, namuona boxer zake anafua huko, ajua tu jinsi ambavyo mtu anavyoumwa inakuwaje. Nikamwambia baba, tumia dawa, mbona boxer yako inakuwa hivi? Akawa ananiambia hamna, usitaki kunilazimisha. Unataka kuniambiaje? Unataka kuniambia mimi mgonjwa? Unataka kuniambia mimi na wewe mwanamke upoje? Ila akawa akitaka kuja kufanya, namwambia wewe baba, mimi sitaki, niko kwenye period. Nilikuwa nipo lazima niweke nini zile zinaitwa tomato kwenye pads nionekane kwamba niko period, kuliko nilale na yule mbwa ambaye alikuwa kashakataa kwenda kujitibia, kashakataa kwenda kununua dawa. Kila ukimwambia anang'aka, anakuwa mkali kama mbwa wazimu. Nikaondoka, nikasema haya ngoja niwache. Nikaondoka, nikajua kabisa kwamba yule mwenda wazimu aloniambia achana naye Said kama kujitwisha bomu la machozi. Nikasema huyu atanitafuta mwenyewe, nampa miezi 5, ikizidi sana 6, ikizidi mwaka. Baada ya miezi hiyo 3 nashangaa namba gani inanipigia. Napokea. Shoga yangu mimi fulani. Yule shoga yangu nikamwambia vipi? Nikajifanya sielewi vipi, muda mrefu mbona hatujaongea? Nilipoteza simu. Ulipoteza simu? Ndio nikablokiwa Instagram, TikTok, kote WhatsApp, kila mahali. Ndio mtu akaniblock mimi tu, asiblock watu wengine, akaniblock mimi tu. Nikamwambia sawa, niambie. Ananiambia shoga yangu nataka tuongee, unajua nimekumisi, mambo yangu hayaendi, naomba tuongee. Nikamwambia sawa, tuongee, tukutane. Nikamleta sehemu. Ananiambia mimi nijua utanipeleka nyumbani kwako. Nikamwambia hapana, nyumbani kwangu mimi siwezi kukupeleka, kuna mtu yupo, kwa hiyo siwezi kupeleka, tuongelee hapa. Anaanza kuniambia eti shoga yangu mimi kuna bwana ambaye nilipata naye mahusiano, akaniambia niuze kila kitu. Nikauza kila kitu. Ile pesa aliniambia tu alikuwa amepata shida kwenye biashara yake, kwa hiyo niuze kila kitu nihamie kwake, alafu ile pesa tuiweke kwenye biashara.
biashara yake ikienda sawa atanirudishia zaidi, na nilikuwa najua kabisa kwamba mtu ana pesa, nilikuwa namuona ana pesa, kwa hiyo nikajua mambo yataenda sawa. Nimeuza kila kitu, nimempa ile pesa, kumbe kaenda kufanyia mambo yake. Sasa hivi naumwa huku chini, naumwa, sijui nimepata, sijui ni gonorrhea, sijui nikipata shida gani sielewi. Nishaenda hospitali, kila dawa ninazopewa naona hazinitibu, kila dawa ninazopewa naona hazinitibu. Namwambia yule aende hospitali, hataki, na ananipiga, ananionyesha kabisa ana mangeo, na ananipiga kama nini, kiwa nikiongea ananipiga, nikimuuliza vipi kuhusu ile pesa yangu ambayo umechukua ananipiga, namwambia nataka kuondoka ananipiga, ananiambia wewe ndio sababu ya mimi kwa, ananiambia eti mimi ndio nilikuwa sababu ya kuachana na mwanamke wake, sijui ni nini, lakini sio kweli. Yeye aliamua tu kuachana na mwanamke wake. Hata unajua mimi kimwambia yeye ananiongelesha hivyo, ananiambia hayo mambo, mimi najua kabisa kwamba anamuongelea ni bwanangu alikuwa ameona wivu mpaka kaenda kujipachika akawa anaongea hivyo, akawa ananiambia shoga yangu, sasa hivi sina pa kukaa kwa sababu ile nyumba nilirudisha, vitu vyote nikauza, ndio nikampa hela, kwa hiyo sina pa kwenda, kwa hiyo shoga yangu naomba nikae na wewe. Nikamwambia shoga yangu, umemaliza kukaa na bwana wangu, sasa hivi unataka kukaa na mimi? My friend, natamani muone sura yake. Natamani muone mshtuko aliopata yule dada. Alishtuka. Akaniuliza, unasemaje? Amna, unaongea nini? Amna, haikuwa hivyo. Nikamwambia my friend, hata usijifanye kushtuka. Najua kila kitu. Wewe uko na mahusiano na fulani? Sio na mahusiano na Ima wewe? Au nafikiri mimi sijui? Kwa taarifa yako nilikuwa najua una mahusiano na Ima, na ulianza naye mahusiano kabla hata sijaondoka. Na hilo gonjwa nalijua, nilimuona nalo Ima. Sasa hivi kilichokuachanisha naye ni nini? Ulijua na faida, kashakupiga hela, sasa hivi kaondoka. Nikamwambia maidia, nenda kapambane, rudi kwa Ima akakutoe meno. Amna shoga yangu, nisamehe, ni shetani tu alinipitia. Nikamwambia mwambie shetani aje kupitia huko hapa. Mpe location, ni shetani aje kupitia hapa sasa hivi, kwa sababu mimi nataka niondoke, nirudi zangu nyumbani. Nikainuka nikaondoka pale, nikamwacha. Kuanzia hapo nikamblock, nikaachana naye, sijawahi kujua hata anaendeleaje, na sijawahi kufuatilia tena, kwa sababu yani ile trauma ambayo nilipata kwenye yale mahusiano, afu yakaja akanimalizia kabisa. Sikutaka kabisa kuendelea kujua kinachoendelea, kwa hiyo nikaachana nao wote, yani hivyo. Mpaka leo sijui hata wanaendelea vipi. Marafiki, kadri ninavyozidi kuletewa stories za marafiki ndio ninazidi kuona kwamba kuna watu ni mashetani, sio watu. Wengine mnajiingiza kwenye mabomu.